Na hapa ndipo tunapoanzia. Binti anamuuliza mwenzake kwamba huyu anayekuja na baiskeli ndo boyfriend wako. Mwenzake anamjibu kwamba ndiyo, ni yule ambaye umeweza kumuona kwenye picha. Basi anamwambia kwamba una bahati mbaya sana. Anamuuliza una maana gani? Sema kwamba angalia, anakuja na baiskeli. Je, ushawahi kufikiria kuhusiana na hadhi yake? Ni kwamba umechagua mwanaume maskini. Jamaa anakuja na kusema kwamba samani, nimechelewa na hii ni kwa ajili yako. Binti anamshukuru. Sasa huyu Shogile akaweza kuanza kuongea kwamba je, haukuweza kuona kwamba zawadi nyingine ya gharama zaidi kwa ajili ya Kansha? Anasema kiukweli niliweza kuchelewa, ndio maana sikuweza kununua zawadi nyingine yoyote. Binti anasema kwamba ni lazima uchelewe kwa sababu nakuja na baiskeli. Anasema ni kweli. Sasa binti anamuuliza kwa kejeli, ni kweli kwamba ulichelewa au ulikuwa hauna pesa kununulia zawadi? Jamaa anasema kwamba hapana, sio hivyo. So huyu kidomodomo anazidi kuendelea, anamwambia kwamba Kansha, sikiliza nikwambie, hauwezi kupata faida yoyote ukiwa na huyu mtu, kwamba tu utapoteza muda wako bure. Unaonaje kama vipi tukiweza kuondoka, maana boyfriend wangu anakaribia kufika, angalau tunaweza kwenda kupata chakula kizuri huko. Binti anamjibu kwamba anamwambia nimekuja kukutana naye na inabidi niweze kwenda naye. Anamwambia kwamba na boyfriend wako anakuja, kwa utaenda naye pia? Anasema kwamba ndio nitakutana naye. Sasa anamuuliza jamaa, haya niambie, utampeleka wapi Kansha? Migahawa ya ovyo ovyo huku barabarani na hiyo baiskeli? Jamaa anamwambia kwamba hakuna haja kwenda na baiskeli, kuna mgahawa tu nyuma ya hapa, kwa hiyo tutakwenda hapo. Binti anauliza mgahawa? Haya sawa, mchukue. Anasema ya kwamba Kansha unatakiwa kuwa makini, maana unaweza kwenda ukalipishwa hata bili huko. Ni kwamba bidada anadharau sana. Basi wakawa anamsikiliza pale projo zake ambazo zinaweza kuongea. Inaonekana kwamba hazikuwashtua. Sasa akatoa simu kwamba boyfriend wake ameweza kumpigia. Ndiyo Sagar, niko hapa. Sawa, njoo basi. Anasema kwamba boyfriend wake amekwisha kufika, kwa hiyo anatakiwa kuondoka. Na anamwambia kwamba kama kutakuwa na changamoto basi unaweza kumpigia. Akansha anamwambia sawa. Basi binti akaweza kuondoka. Sasa huku Akansha inabidi aweze kuomba msamaha kwamba naomba unisamehe kwa niaba yake na naomba usikasirike. Jamaa anasema kwamba siwezi kujisikia vibaya kwa sababu ya maneno ya mtu ambaye simfahamu. Anamwambia kwamba basi inabidi tuweze kuondoka. Basi wakafika katika mgahawa fulani na jamaa anamwambia kwamba unaonekana ni mzuri sana kwenye maisha ya kawaida kuliko kwenye picha. Akansha anasema kwamba asante na shukuru. Sasa jamaa anasema kwamba naomba nikuulize kwamba ni kitu gani ambacho unaweza kukihitaji kwa boyfriend wako, ambapo kwako sasa unaweza kuona kwamba ni mtu sahihi. Binti anasema kwamba anatakiwa kuwa amekomaa kihisia, kwa sababu watu wengi siku hizi hawako kihisia kwa wenza wao na sijui ni kwa nini. Anaendelea kusema kwamba anahitaji mtu ambaye yuko imara kihisia, na kama basi kuna mapungufu yoyote ndani ya mtu basi naweza kuchukuliana nayo. Jamaa anaendelea kumuuliza, huhitaji nyumba, huhitaji gari, huhitaji pesa? Akansha anasema kwamba vitu hivi havitufanyi sisi kuwa na furaha, na mara zote tunaitamani hiyo furaha lakini bado hatuipati. Binti anaendelea kusema kwamba lakini kama ukipata mtu ambaye anakusapoti basi hiyo furaha inakuwa ni ya kudumu katika maisha. Jamaa anasema kwamba nilidhani kwamba na wewe ungeweza kuomba gari kubwa, nyumba kubwa kama ambavyo wanawake wengine wanaweza kufanya. Akansha anasema kwamba hivi vyote naweza nikavipata mimi mwenyewe. Jamaa anasema kwamba anafurahia kusikia hivi, mawazo yako ni mazuri sana. Sasa Akansha naye inabidi aweze kumuuliza kwamba ni kitu gani ambacho unaweza kutaka kwa partner wako. Anasema kwamba mimi niko serious sana kwenye kazi zangu na ninahitaji mtu ambaye atakuwa anaweza kunisupport kwenye hiyo kazi yangu. Pale ambapo nimekosa hamasa basi yeye anihamasisha na kuweza kunisaidia, na mimi nitashughulikia hayo mengine yaliyobaki. Akansha akamwambia kwamba mimi nitakuhamasisha pamoja na kusaidia. Jamaa akasema kwamba nashukuru sana, kwa hiyo tunaweza tukaagiza chochote. Basi ikabidi kuweza kumuita waiter kwa ajili ya kuwahudumia. Sasa tuje huku upande wa pili kwa dada yetu Pepeta Mdomo. Anamsimulia mchumba wake kwamba rafiki yangu ameweza kupata mchumba na mchumba wake amekuja kumchukua akiwa amepanda baiskeli. Jamaa anamuuliza nani huyo tena ameweza kuja na baiskeli? Kwambia huyu lazima aweze kujuta baadaye. Jamaa anamwambia kwamba uko sahihi. Basi mhudumu ni kwamba aliweza kuleta bili na kusema kwamba bosi, bili yako hii hapa. Inabidi jamaa aweze kutoa kadi kwa ajili ya kufanya malipo. Basi jamaa akaweza kumkabidhi mhudumu kadi aweze kutoa pesa ya kulipa bili. Sasa si ndo mhudumu anarudi na kumwambia kwamba mheshimiwa, kadi yako haina salio. Jamaa anasema inaonekana kwamba mshahara wangu haujaweza kuingia bado. Inabidi aweze kumwambia mchumba wake kwamba swara unaweza kulipa bili. Binti anashangaa, mimi? Jamaa anamwambia ndio wewe. Mara zote nimekuwa nikilipa bili, sasa na wewe inabidi uweze kufanya hivyo leo. Mwanadada amevuta mdomo, utadhani kwamba amekula mwalo vera. Ikabidi sasa aweze kuingia mfukoni na kuweza kutoa kadi kishingo upande hivi hivyo. Jamaa anamcheki namna hii.
Basi bwana, aliweza kutoa ile kadi lakini bado ni kishingo upande, bado anaing'ang'ania. Sasa yale ambayo alikuwa ameweza kumwambia mwenzake kwamba atalipishwa bili, leo yamemkuta yeye huku. Jamaa ikabidi aweze kumcheka. Sasa tunaona Sanju pamoja na Akansha wanaweza kuongozana. Swara anauliza kwamba nyie mnakwenda wapi? Akansha akajibu kwamba Sanju ananipeleka kuangalia movie. Swara anauliza movie? Haya, niambie utampeleka kupitia nini? Kupitia hiyo baiskeli yako au utampeleka kupitia basi? So akiwa anaendelea kuongea ni kwamba kuna gari inaweza kuingia. Anawaambia kwamba angalieni, boyfriend wangu ameweza kuja na gari. Na samani kwa sababu hii gari ina sita watu wawili tu. Ningeweza kuwachukua. Sasa tunaona kwamba jamaa ameshuka kwenye gari. Na Swara mdomo ni kama vile anawatambishia. Anauliza kwamba tunaondoka eh? Jamaa ndo anamwambia kwa nini ukae kwenye gari? Hii gari ni kwa ajili ya mkuu hapa. Swara anashangaa, mkuu? Nani mkuu? Sasa jamaa ndo anamkabidhi Sanju funguo za gari. Swara anabaki kushangaa, huyu ni mkuu wako? Na hii gari ni ya kwake pia? Jamaa anamwambia ndio, ninafanya kazi katika kampuni yake. Anamwambia kwamba tangu tumeanza kudeti, basi gari yote ambayo umekuwa ukiweza kuniona nayo, basi zote hizo ni za kwake. Inabidi aweze kumuuliza, sasa kama uko na magari mengi namna hiyo, kwa nini wakati umekuja kukutana na Akansha umekuja na baiskeli? Jamaa anasema kwamba hii ni kwa sababu kama ningeweza kutoka na gari la kifahari, basi msichana yote angeweza kunipenda baada ya kuniona. Lakini upendo huo sio kwa sababu yangu, ni kwa sababu ya pesa. Nimekuja na baiskeli kwa sababu kama msichana atanipenda baada ya kuniona na baiskeli, basi atanipenda mimi na sio pesa zangu. Na hatimaye leo nimeweza kumpata mpenzi wangu Akansha ambaye ananipenda mimi tu. Sanju akawa amemaliza namna hiyo, ikabidi kumchukua Akansha na kuweza kuondoka zao. Basi bidada Swara ni kwamba amebaki na aibu kwa sababu ya tamaa zake. Akansha huyo kwenye mchuma. Sasa nikukumbushe tu kwamba usiache kusubscribe channel yangu kwa ajili ya kuweza kuwa wa kwanza kupata movies kali kama hizi. Akansha akaweza kuingia kwenye mchuma kwa madaa kabisa namna hiyo. Kisha wakaweza kutimka zao namna hiyo. Sasa huku jamaa ndio anakwenda kuchukua baiskeli. Bwana we, mambo yamebadilika. Jamaa ikabidi kuweza kumuuliza, "Tunaondoka baby?" Binti ndo akaanza kumgombeza, "Ondoka hapa, wewe ni tajiri wa muonekano tu. Au usinionyeshe tena sura yako kuanzia leo." Jamaa anamuuliza, "Nini kimetokea baby?" Swara anasema, "Usiniite tena baby, ondoka." Haya, jamaa ikabidi aweze kuondoka akamwacha pale pale. Na hapa ndipo tunapoweza kuishia.